na tulikubaliana wakati wa uchaguzi. Si tulikubaliana mama mboga atafanya biashara mzuri, mahali iko heshima, mahali iko maji, mahali iko stima, mahali iko mpaka na choo mzuri. Sasa hii soko nimesema miezi mitatu mimi nitawamalizia hii soko. Na nimeona ya kwamba nikimaliza hii soko, sijui kama wale watu wafanya biashara watatoshea hapa ndani. Hata mimi nimepima, naona hii soko haiwezi kuwatosha. So nijenge ingine hapa. Sasa wewe Alice, waziri wangu Alice Wahome yuko hapa. Sasa wewe waziri Alice Wahome, ukihamisha hawa wafanyabiashara waingie kwa hii soko, pale ujenge soko ingine hapa. Si ndio? Si tufanye extension ya soko? Ndio tuweke wafanyabiashara wote ndani. Wasinyeshewe, wasipigwe na fumbi, wasifanye mahali iko matope, na tupange mahali pazuri nyinyi mfanye biashara jameni. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Wetaithia hamjambo. Watu wa Wetaithia hamjambo. Mtukufu Rais, tunakushukuru sana siku hii ya leo kwa kukumbuka watu wa Wetaithia. Kuna jambo nataka kuambia hawa watu, ya kwamba mbunge wao alipoenda kuzurura, Mheshimiwa Rais ulituita wabunge wote wa Kiambu na ukatuambia hata kama ameenda hakuna kazi ya Juja itasimama, na tunakushukuru kwa hayo. Kwa sababu wakati Koimburi aliona sasa kabisa umeamua na sisi tunasonga mbele, akakuja akisema nimetembea kote, nimezunguka na negoshoka gwe koruni ithe goticoka gokondo gwe kanyamo ithe ndiramwira toikara handu haria hena kindu. Mheshimiwa Rais, watu wa Juja hawatakagi mambo ya kupewa, watengenezewe barabara, watengenezewe soko. Hiyo mambo ikiisha, barabara, mashule, masoko, hawa ni watu wafanyi biashara, ni watu wa kujitafutia. Ukikamilisha hiyo, hapa hata hautaomba kura, watakuja wakisema tutam. Watu wa Wetaithia mnasemaje? Tunaambia president wetu aje, tumuahidi president wetu ni watu wanaingia soko wakisema, watu wanaingia manyumba wakisema, watu wanaingia shule mpya wakisema, wanatembelea barabara mpya wakisema. Mungu awabariki watu wa Wetaithia. Asante. Your Excellency, tunakutolea kofia. Sababu ile ahadi ambayo ulituahidi, tumeanza kuona mazao after mimi kutangatanga na huko nje na wale watu ambao hawana agenda, hawana sheria, hawana adabu. Kazi yao ni kupora hao wananchi, Your Excellency. Na mimi ninasema tushikilie president wetu William Samoei Arap Ruto, na ni sababu ya maendeleo. Mimi nilisema nirudi kwako, Your Excellency, nirudi kwa serikali ndio tuweze kuleta maendeleo kwa hao wananchi. Your Excellency, hao watu wameteseka muda mrefu. Your Excellency, hawakuwa na maji. Wakati uliingia, ile maji ya Darugo ya Karemeno, saa hii watu wa Wetaithia wanapata hiyo maji, Your Excellency. Kwa hivyo mimi nikasema nitaungana na maendeleo. Sitaki siasa ambayo ni ya matusi, siasa ambayo ni ya watu hawana agenda, siasa ya watu ambao hawana presidential candidate. Nikasema nitapelekana na wewe kuhakikisha maendeleo ya hao watu yamewafikia. Asante sana, Your Excellency. Wetaithia mbarikiwe. Wapi tutam ya president? Tutam. Asanteni sana. Juja Juja. Haya. Juja mko chonjo. Umekaribisha president wetu William Samoei Arap Ruto. Tunasema ni tutam. Wacha nione tutam ya William Ruto. Tutam. Umekuja kumkaribisha. Huyu ni nyinyi tulimchagua na nyinyi. Na tukasema lazima maendeleo yakuje Juja. Your Excellency, tumekukaribisha Juja kwa mikono miwili
sana Your Excellency. Sisi hapa Juja tulisema tunataka maendeleo. Wale wakora wengine wapande ya Wamonyoro, pahali mimi mwenyewe nimetoka, mimi nilisema sitafuata wajinga, watu ambao hawana mwelekeo, watu ambao hawana agenda, watu hawana presidential candidate, watu ambao hufuata upepo. Mimi nilisema nitakaa na William Samoei, na sababu ya kufanya hivyo ni sababu nimeona maendeleo kwa serikali ya William Ruto, ambaye wafanyi biashara sasa, soko ikikamilika, watahamishwa foundation. The soils here are very loose, so we went deep like 6 meters. The traders, yeah. Basi Mheshimiwa Rais anakagua akiangalia kwamba Wetaidia Market inaendelea vyema, mahali bado wafanyabiashara wapo. Rais akitizama ile soko ya kitambo, ndrona muno neo kite nimo kumuhekaru munene ndakimona hashi hagemi wapi makofi na agemishi ya kumwira kinye, kwa sababu tuko hapa na mama wetu wa county. Wewe Mama Ann wa Muratha, hawa wa mama wale wafanyabiashara, tukimaliza hii soko ndani ya miezi miwili mitatu, wale wafanyabiashara watakuja kuingia kwa hii soko. Mimi nitakupatia 3 ukuje uwapatie hao wafanyabiashara wa hii soko waweze kuingia hapa ndani wakiwa na stock ya biashara yao. Watu wa Wetaidia hoye! Wetaidia tumekubaliana? Tuendelee pamoja. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na maendeleo. Hii soko nimalize, alafu tuanzishe ingine hapo, na barabara yenu nijenge, na affordable housing iendelee, na kazi ya hapa Kiambu iendelee. Wangapi wanasema kazi iendelee? Jamani, kazi iendelee, kazi iendelee. Soko ile mimi najenga, sikizeni, soko kama hii hapa Kiambu tunajenga soko 32 kama hii, kwa sababu si tulisema mama mboga atafanya mahali kuna heshima, ama namna gani? Na tuwajengee barabara na tuwaunganishie stima na tupange hiyo maendeleo isonge mbele. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Wetaidia, mimi nauliza nyinyi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kiongozi kwa sababu ya sura ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya, ama namna gani? Si kila mtu akuje na kazi yake? Wale watu ya fitina na ukabila na chuki, sisi watazama wataenda nyumbani. Bas mimi niko hapo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Wetaidia mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione watu ya tutam hapa, nione watu ya tutam. Mumesema hapa Wetaidia hakuna shule. Hamuna shule. Bas wewe bwana Tagi, pangana na huyu Koimburi, mimi nitawapatia 20,000,000 mutafute mahali ya kujenga shule. Mutapata mahali ya kujenga shule? Muko na shamba ya kujenga shule? Iko wapi? Hapa. Bas wewe Koimburi, pangana, ukiniambia mahali iko mahali ya kujenga shule, nitakupatia 20,000,000 tujenge shule ya hawa watoto wa hapa Wetaidia.